Katika dunia hii yenye kelele nyingi, migogoro na hofu isiyo na mwisho, leo nasimama mbele yako ili kukutia moyo. Nataka ukumbuke jambo moja muhimu sana: hujawahi kuwa peke yako na hautawahi kuwa peke yako. Mungu wetu ni mwaminifu. Yeye ni msaada wa karibu wakati wa shida, ngome imara wakati wa dhoruba, na mlinzi wa nafsi zetu wakati wa giza kuu. Najua kuwa kuna watu wengi leo wanaopambana na hofu, wasiwasi, huzuni na mizigo mizito ambayo inaonekana haiwezi kubebwa. Wengine wanahangaika katika ndoa zao, wengine katika afya zao, wengine wanateseka kwa sababu ya matatizo ya kifedha, kazi au hata mahusiano yaliyovunjika. Lakini ndugu yangu, leo nataka nikukumbushe kuwa kuna jina ambalo likitajwa, milima inayeyuka na majitu yanaporomoka. Jina hilo ni Yesu Kristo. Mungu wetu si Mungu wa mbali. Yeye ni Mungu wa karibu. Mungu anayejali sana kila undani wa maisha yako. Ndiyo maana neno lake katika Zaburi 37:3-9 linasema, mtumaini Bwana na utende mema, ukae katika nchi, ukae kwa uaminifu. Jifurahishe kwa Bwana naye atakupa haja za moyo wako. Mkabidhi Bwana njia zako, mtumaini naye atatenda. Ataifanya haki yako ingae kama nuru, na hukumu yako kama adhuhuri. Tulia mbele za Bwana, ukamgoje kwa subira, usikasirike kwa ajili ya yeye afanikishaye njia yake, kwa ajili ya mtu afanyaye hila. Achana na hasira, acha ghadhabu, usikasirike sana, maana huleta uovu tu. Maana waovu wataangamizwa, bali wamngojao Bwana watarithi nchi. Acha nikueleze jambo la ajabu. Mungu hakukuita ili uishi maisha ya hofu na mashaka. Hakukuumba ili uishi ukijazwa na wasiwasi usiku na mchana. Hapana. Yeye ni mwamba wetu wa wokovu, kimbilio letu la amani na furaha ya kweli. Na hata kama dunia inatetemeka, Mungu wetu habadiliki. Yeye ni yule jana, leo na hata milele. Hakuna jambo linalomshinda. Ndugu yangu, leo nakusihi uachie kila mzigo mkononi mwa Bwana. Usiendelee kubeba kitu ambacho Mungu alikusudia akibebe kwa ajili yako. Amini kwamba yeye anaweza kugeuza kilio chako kuwa kicheko, huzuni yako kuwa furaha, na maumivu yako kuwa ushuhuda wa utukufu wake. Ikiwa unaamini kuwa Mungu anaweza kukuinua juu ya mawimbi ya matatizo yako, andika kwenye sehemu ya maoni, amina, ninaamini. Hebu fikiria hili kwa muda. Mungu alikuumba kwa mfano wake. Ndani yako kuna kitu cha thamani isiyoelezeka. Wewe si ajali, wala haupo hapa kwa bahati mbaya. Mungu mwenyewe alikupulizia pumzi ya uhai, akakuandika katika kitabu chake kabla hata hujazaliwa. Kila nywele ya kichwa chako anazijua, kila machozi yako anayahesabu, na kila maumivu yako yamo moyoni mwake. Najua mara nyingine maisha huonekana kama mapambano yasiyoisha. Kuna nyakati unajiuliza, kwa nini mimi? Kwa nini ninaendelea kupambana? Kwa nini mambo hayaendi kama ninavyotamani? Lakini nataka nikwambie ukweli huu, mara nyingi kabla ya mapambano makubwa, ndipo ushindi mkubwa huzaliwa. Usikate tamaa. Katika kitabu cha Isaya 41:10, Mungu mwenyewe anasema, usiogope, maana mimi nipo pamoja nawe, usifadhaike, maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia, naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Unasikia? Mungu mwenyewe anakuhakikishia kuwa hauko peke yako. Hata unapopitia bonde la uvuli wa mauti, yeye anakushika mkono. Hata wakati marafiki wanakuacha, familia inakutenga, au dunia inaonekana kama haikuelewi, Mungu anasema, mimi nipo hapa. Na sasa nakusihi uinamishe kichwa chako na uitamke hii kwa imani. Mimi si mtu wa kushindwa. Mimi ni zaidi ya mshindi kwa sababu Mungu yupo upande wangu. Hakuna silaha itakayofanyika juu yangu itakayofanikiwa. Acha imani yako isimame imara. Acha moyo wako ujazwe na ujasiri mpya. Acha ukumbuke kuwa kuna majeshi ya mbinguni yanayopigana kwa ajili yako. Kila kilio chako kinasikika mbinguni. Kila sala yako inafika kwenye kiti cha enzi cha neema. Mungu anakuambia leo, ninakupenda. Sikuachi. Sikuwezi. Nitapigania vita vyako. Ninajua mahitaji yako. Najua maumivu yako. Najua kilio chako. Najua ndoto zako. Najua hata yale ambayo huwezi kusema kwa maneno. Ikiwa unapokea hii baraka na unaamini kuwa Mungu anaenda kufanya jambo jipya maishani mwako, andika kwenye maoni, ninapokea na ninaamini katika miujiza ya Mungu. Baba wa mbinguni, asante kwa wema wako usiokoma. Asante kwa rehema zako mpya kila asubuhi. Asante kwa upendo usio na masharti, upendo unaonifunika, unanilinda na kuniinua hata wakati ninaona kama nimevunjika vipande vipande. Leo ninakuja mbele zako nikiwa na moyo wazi. Ninakukabidhi maisha yangu. Kila hofu ninayo, kila mzigo ninaobeba, kila maumivu yanayoniumiza na kila ndoto iliyojeruhiwa. Ninatoa yote haya kwako, Bwana.
Najua mikononi mwako hakuna kilichopotea. Wewe ni Mungu wa kuponya, Mungu wa kurejesha, na Mungu wa kuinua wale waliopondeka moyo. Katika jina la Yesu, ninatangaza kuwa kila mlango wa baraka unafunguliwa juu ya maisha yangu. Ninavunja kila mnyororo wa laana, kila maneno mabaya yaliyonenwa juu yangu yanabatilishwa sasa. Kila kizuizi kinangolewa. Kila nguvu za giza zinazopinga hatima yangu zinashindwa sasa kwa jina la Yesu. Ninasimama katika ahadi zako. Ninasimama kwenye kweli yako. Najua kuwa ninapopitia moto, hautanichoma. Ninapopita kwenye maji mengi, hayataniangamiza. Maana wewe, Bwana, ni ngome yangu, ni mwamba wangu, ni kimbilio langu salama. Ninatangaza kuwa amani ya Mungu inatawala moyo wangu. Furaha ya Bwana ni nguvu yangu. Upendo wa Mungu unanizunguka kama ukuta wa moto. Hakuna chochote kilicho kinyume na mapenzi ya Mungu kitakachonishinda. Maana mimi ni mtoto wa mfalme wa wafalme. Naamini kuwa miezi ijayo haitakuwa kama miezi iliyopita. Ninafungua milango ya neema mpya, miujiza mipya, fursa mpya na baraka zisizotarajiwa. Maana Mungu wangu anafanya njia hata jangwani, anatoa mito hata mahali pakavu. Na sasa, ikiwa roho yako inasikia haya maneno na inahisi kuwa ni Mungu anakuzungumzia, andika kwenye maoni. Ninaamini. Najua Mungu anafanya jambo jipya maishani mwangu. Kumbuka hili daima. Wewe ni mpendwa wa Mungu. Wewe ni mteule wa mbinguni. Na hakuna kilicho kigumu kwa Mungu.